Yes. Mambo vipi? Mambo freshi. Uko vipi bwana? Uko fiti? Yo. Mimi niko good, mimi niko fine. Alhamdulillah. Mungu anasaidia siku zote bwana, sio. Jina langu bwana, mimi wananifahamu kama Shine Stamrome na pia wengine uniita Lewis the presenter bwana, sio. Karibu sana kwenye news trendings ama ukipenda Newsline trendings. Bwana tuko hapa bwana kukupatia ambao bwana anaendelea in 254 in East Africa, Africa and all world, sio. Mazi vitu zimekuwa zikiendelea mob sana ambapo bwana mimi na feel like nikuje tu share hapa na itakuwa tu fine sana, sio bwana. Bwana langu tu bwana ni kusema kwamba na appreciate tu sana mwenye anafuatilia Newsline Media, mwenye pia anafuatilia Shine Stamrome siku zote bwana, sio. So bwana kuna story imekuwa ikiendelea sana. Pale jirani kwa jirani vipi? Nikisema jirani bwana, si unajua mambo imekuwa ikifanyika manze pale TZ, ukipenda Tanzania manze, sio. Ni baada hii wiki walikuwa na uchaguzi wa mkuu na kinye kilifanyika bwana ni kitu cha ajabu sana, sio, ambapo Samia Suluhu Hassan amebaki kuwa tu ndiye tu anawania kiti cha urais bana. Na to make the matter worse, ukiangalia akina nani hawa, ukiangalia wapinzani wake kama Tundu Lissu wako pale gerezani jamani. Yaani yeye amebaki peke yake, kura zinapigwa, ni yeye tu anapigiwa kura. Ndio bwana, nao wananchi wakasema kwamba si unajua Tanzania nao ni good student. Mimi nitasema kwamba Tanzania ni good student. Kumbe zile vitu tumekuwa tukifanya Tanzania, wamekuwa kichukua zile note, wanapitia kila kukicha, wanasoma kila siku. Kumbe Tanzania wanasoma note zetu. Kumbe kila siku Tanzania wako usiwaone tu wametulia, wamekuwa kisoma jinsi ya kupigania haki yao. Si bwana wao wamechoshwa baada ya hiyo siku kura kufanyika, ndio bwana wakaamua kutoka street bwana. Wameandamana kutoka jana wameandamana. Na pia leo mambo ni moto sana pale TZ banzi. Lakini bwana nikafeel like hii story tutaongelea na hii design. Nitaongelea na hii design ya kuna wale watu ambao tunasema ni kioo cha jamii, sana wasanii. Tunasema ni kioo cha jamii. So tumeona wasanii wengi hapo awali wamekuwa kisupport Samia Suluhu. Unaona kama Diamond amekuwa mstari wa kwanza, Alikiba amekuwa mstari wa kwanza, Juma Jux amekuwa mstari wa kwanza, Zuchu amekuwa mstari wa kwanza, na pia kuna baadhi ya wanablogu kama anaitwaje bwana, kuna jamaa wao anapiga kelele sana kutoka pale TZ pale Mujaku. Ni watu kweli ni brand basi. Na pia hapa Kenya tuko na akina Kasipul tunakujua pia wewe. So sasa kumbe baada hayo yote wananchi wameanza kureact na wasanii. Na kwanza wamereact na msanii anafahamika kama Chibu Dangote, bwana anafahamika kama Diamond Platnumz, sio. Kumbe wameanza kumwambia bwana vipi bwana Randa, wewe vipi? Diamond naye kusikia hivyo wananchi tunaona ile hali yetu ya kusalimiana. So unajua hapa Kenya watu tunasalimiana. Kumbe Tanzania pia wameanza kusalimiana. So imebidi Diamond aingie kwenye pages zake zote Instagram, kila mahali ambapo ameipost picha yote ile ama video yoyote ile, ama akiwa kwenye tamasha ambayo Samia anahusika, bwana akaenda akandelete zile picha zote, akandelete zile video zote bwana. Chibu Dangote mwenyewe. Nikisema Chibu Dangote ni msanii tajika. Not even in Tanzania manzi, not even in Kenya. Afrika mzima manzi. Diamond Platinum ameingia, amefuta kila kitu, picha zote na kila kitu. Kisa na maana wananchi wamemwambia kwamba bwana hatuwezi endelea hivi. Sasa ndio mimi nikaanza kujiuliza maswali mengi sana ambao kweli mimi nimekosa majibu. Aidha pale kwenye comment section pia wewe utanipea jibu. Je, ni vyema, ni vizuri sana msanii kusimama aseme msimamo wake? Kwa sababu mimi hapa Kenya mimi sijaona msanii yeyote yule akitangaza msimamo wake.
Sikiona msanii yote hapa Kenya akisema kwamba mimi na support huku. Mimi na support huku. Akina Khaligraph Jones, akina Bieni, akina Willy Paul, mimi sikiona msanii yote, akina Aaron Boy. Mimi sikiona msanii anasema kwamba mimi na support huku. Na hiyo kitu nimeona tu na Tanzania. Je, ni vyema pia msanii kusupport? Of which ukiona si kuzuri, unajua kuna kitu kingine mimi nitasema kwamba unajua msanii wewe ni kioo cha jamii, uko na wafuazi wako na pia yule ako na wafuazi wake bwana. Si unaona? So ni vyema ukuwe wachi sana unapo support vitu zingine bwana. How sio? Sasa bwana, tuweze kuachana na stories za Tanzania, turudi hapa home Kenya 254 bwana. How sio? 20 hours ago msanii anayefahamika kama Kevin Bahati, au sio, ukipenda Bahati mtoto wa mama, 20 hours ago ameweza kuachilia mchongo pale, ngoma moja ya gospel bwana, au sio. Bahati anasema kwamba mimi naomba msamaha, mimi naomba tu Mungu nisamee bwana, mimi ni mwanadamu na mimi naweza kosea bwana, au sio. Hii ni baada ya Bahati kuperform katika hafla ambayo ilikuwa inafanyika pale, ilikuwa Machakos ama ilikuwa wapi hapa Kitui, Mashujaa Day, ilikuwa Ukambani. So kuperform, Bahati aliweza kuperform akiwa amevaa nini? Mavazi ya wanawake ya ndani. Huyu ni msanii anayefahamika Bahati, na nakumbuka ni Bahati ni msanii ambaye wakati mmoja amesimama akasema kwamba nakumbuka ilikuwa mwaka wa 2015 hivi, nakumbuka vizuri sana, alisimama mbele ya umati, mbele ya umma, akasema kwamba mimi Mungu sitaimuacha, wakati aliweza kuinua award yake ya kwanza, Groove Award, au sio. Bwana alisema kwamba Mungu nisaimuacha bwana. Ndio tukaona kidogo Bahati ameanza kupiga moja ya sijui nini hivyo mpaka ikaenda ikawa Bahati saa hii content zenye anafanya hadi watu wanabaki kinywa wazi bwana. Je, Bahati ni mzazi? Je, Bahati Bahati randa, au sio? Vipi Bahati? So ni episode ambayo inaendelea sana, na Bahati ameweza kuachilia ngoma yake pale. Unaweza watch uangalia, analia katika hiyo ngoma. Bahati anapenda kulia sana. Na pia isitoshe kwamba Bahati alikuwa anawania kiti cha ubunge pale Mathare. Sawa. So mi swali moja ambalo najiuliza ni kwamba je, una uhakika wananchi watakukubali na hizo tabia? Ni taswira gani bana unaleta pale kwenye jamii, au sio? Bwana, ni baadhi ya story ambazo zinaendelea. Story yake Bahati ni pia imekuwa ikizungumziwa sana, imekuwa ikiongelelewa sana, na mambo iko hivyo bana, au sio? Mambo iko hivyo. Story nyingine ni kwamba bwana, pia Kenya tunafanya fiti sana ukiangalia sana mziki, kwa sababu mimi nimeona Khaligraph Jones akisema kwamba ako na plan ya kufanya kitu na Toxic Lyrically bwana. Sijui kama ni ukweli ama si kweli, lakini aliweza kusema labda tungoje tuone kama kweli atafanya ile kitu bwana, na kama atafanya basi itakuwa bwana inapendeza tu sana. Sababu by the way niliona ngoma ya Khaligraph Jones inachezwa kwa morning breakfast show USA. Yes bana. Siku zote respect OG. Respect the OG. The OG must be respected. Lakini pia tukirespect OG tusisahau kurespect the guy called Nyashinski. Sinajua Nyashinski ni jamaa ambaye utaimuona kwa collab yoyote bana. Nyashinski ni msanii ambaye utamuona nimesema collab. I'm sorry. Utamuona kwa interview yoyote. Eti anafanywa interview, eti ulizaliwa lini, eti muziki nini. Utaimuona bana. Hautaimuona. Pia si show zote utamuona hata hapa Kenya. Si show zote utamuona, si collab zote atafanya Nyashinski bana. Hatuelewi life ya Nyashinski. Okay, sasa swali ni je, ni lini Nyashinski utaitokea uketi chini bwana tuchapie story yako mzee? Ni lini? Sisi tunakuona tu na tutolea mangoma bwana. Hatujisikia story yako, hatujui kuona umeketi, hatujui kuona na kiki. Hatujui sema eti wewe umeachana na mtu wako. Hatujui watoi wako. Hatujui kuona watu umepost kwa vacation manzi. Nyashinski bwana randa.
Pia mi life ya Nyashinski nimetry kuishi, lakini nikaona kinaniramba kidogo. Mi naenda mahali napigwa picha ndio inapostiwa. Ndio inapostiwa bana. Pia mimi life bwana kama hii life ya Nyashinski pia mimi nitaishi bwana. Au sio? Bwana, hiyo ni baadhi ya story ambazo zimekuwa zikiendelea. Bwana, nikafeel like bwana mimi niweze kukaa hapa bwana ndani ya Newsline Media kwenye Newsline Trendings bwana tuweze kushare 2-3 pale bwana, au sio? Lakini hayo yote 9-10 mimi natakia jirani zetu kila laheri bwana, au sio? Na pia nikifunga Wakenya pia nyinyi mko watulivu, kwa sababu jana Wakenya ndio wanaonekana wako mpakani wa boda, wako mpakani ya Tanzania na Kenya pale Namanga, wanataka kuingia kusaidia jirani wa Kenya bwana. Randa nini randa yenu? Kwani mnakanga mnatulia ama mko na cravings za maandamano bwana? Si muitishe basi. Another thing pia nikimalizia, nimeona content creators, baadhi ya content creators wameweza kutokea kupinga mswada ambao rais aliweza kusign wa content cyber crime, ambapo wanasema kwamba hii si sahihi. Wanasema kwamba na kama alisign haikufai chapisho kwenye magazeti. Hiyo story ilikuwa labda iweko kwenye X mahali kwa mtandao, labda iweko kwenye Instagram, ndio wananchi waweze bwana kuiona kwa haraka. So content creators pale wamekutana juzi, wamekuwa na mkutano yao, wanapanga wanataka ujumbe ufikishiwe rais bwana, waambiwe vipi bwana, mbona una sign hii kitu bwana, au sio? So ukiangalia baadhi ya content creators bwana wako against it, na sasa tunangoja tuone the way forward, tuone kama rais ataweza kuwasikiliza pale, na kama atasikiliza bwana itakuwa fiti sana. Pia content creators bwana wasiumie bwana, kwa sababu content creators manze sijui ni kama wananga ministry yao, hawananga sijui kama kuna funding zote zinatoka kwa serikali zinaenda kwa content creators. So rais, mbona unafinya hivyo pia wewe? Mbona unakuja hivyo pia wewe? Anyway ni sawa, lakini you are the president manze, na tunafaa tu respect manze, au sio? So langu bwana mimi niseme kwamba thank you so much kwa wale ambao watawatch video. Make sure bwana umesubscribe, make sure bwana umetia like ya kwako, make sure bwana umetufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii yote, kwenye page yetu ya Facebook, kwenye TikTok pale, Instagram, YouTube bwana, sisi tunafahamika kama Newsline Media TV. Kila mahali Newsline Media TV. Pia mimi Sheni Samrume kila mahali. Instagram pale Sheni Samrume yupo, na Facebook Sheni Samrume yuko pale, anatamba, anazidi kutamba. Pia niko TikTok. Namba yangu ukitaka kuja kwenye comment section, nitakupea namba rosafi bwana. Mbona nikunyime? Mimi nimemaliza bwana.